Na mpenzi mtazamaji wa TWM Media, waligani mahali popote pale ulipo, karibu sana. Leo hii tupo maeneo ya Louisville, Kentucky hapa ambapo kuna mtanange kati ya watani wa jadi kabisa hapa Louisville, Kentucky, na si wengine ni kati ya R1 Sport hapa USA pamoja na K1 Mtetezi hapa USA. Timu zote mbili kumbuka zinatoka barani Afrika pale, mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu, tarafa ya Makere, kambini ya Nyarugusu. Ni timu ambazo ziliundwa na wakimbizi pale kambini ya Nyarugusu, na baada ya baadhi yao kuja hapa nchini Marekani wakaona waanzishe utamaduni huo hapa nchini Marekani. Kwa maana hiyo hizi zinaitwa national team hapa nchini Marekani, na leo hii nipo mtanangi huu kati ya R1 Sport zidi ya K1 Mtetezi na kwenda kupigwa hapa muda si mrefu kuanzia hivi sasa. Na tuko na baadhi hapa ya wadau mbalimbali. Upande huu wa kulia hapa ni mshabiki wa timu ya K1 Mtetezi, na upande wangu wa kushoto hapa yupo mchezaji aliyekuwa mchezaji wa timu R1 Sport pale kambini ya Nyarugusu, na sasa hivi bado anaendelea kukipiga hapa nchini Marekani. Tutakwenda kuzungumza nao watuambie maandalizi yakoje kuelekea katika mchezo huu wa leo. Na nikianza na mkono wangu wa kushoto hapa namuona bwana Kisubi, yeye alikuwa captain wa timu ya R1 Sport pale kambini ya Nyarugusu. Bwana, habari yako? Ni nzuri. Mambo yanasemaje? Tunamshukuru Mungu. Unasemaje hali ya hewa hapa Louisville, Kentucky, unaionaje? Baridi kali sana. Kazi sana, Yeah. Naongeza sauti kidogo au ongeza sauti kidogo sababu wakusikia vizuri Safi. Vipi ulikotoka huko Pennsylvania? Anatokea Pennsylvania. Familia zinasemaje? Watu wengine wanasemaje huko? Familia tunamshukuru Mungu, sote tu wazima. Ndio, sauti kidogo. Ndio. Vipi hali ya hewa ukilinganisha hapa Marekani, hapa Louisville, Kentucky na Pennsylvania? Unaonaje hali ya hewa? Inaija kusumbua maana kidogo hapa kuna baridi kidogo hapa? Baridi ni kawaida maana ndo kipindi chenyewe hicho baridi. Hata kule Pennsylvania baridi ni kali. Baridi ni kali. Bwana, mkono wangu wa kulia hapa mambo yanasemaje? Salama ndugu. Salama. Salama kabisa. Nikotoka ndo wapi sasa? Mimi natokea Bowling Green, Kentucky. Bowling Green, Kentucky. Okay, watazamaji wakufahamu kwa jina gani? Kwa majina mimi naitwa Sedo. Sedo. Wewe ulikuwa ni mkaaji wa kijiji cha K1 pale kambini ya Nyarugusu? Ndio. Na ni mshabiki wa timu ya K1 kabisa? Kindaki kabisa. Bwana, karibu sana katika mic zetu za TWM Media hapa. Ndio, asante sana. Naam, kama ulivyosikiliza mtazamaji wa TWM Media, tuko na watu sahihi ambao tunakwenda kuzungumza nao mawili matatu kuelekea katika mchezo wa leo kati ya R1 Sport zidi ya K1 Mtetezi. Bwana Kisubi, wewe ulikuwa ni captain wa timu R1 Sport pale kambini Nyarugusu, na sasa hivi unakipiga hapa nchini Marekani. Hebu tuambie kwanza mafanikio yako uliyopata, na ulianza soka lako ukiwa na umri gani, kwa sababu unaonekana kama mdogo hivi? Ndio. Mafanikio ni mengi. Ndio. Ingawaje si kwa wingi zaidi, ni kwa uchache. Ingawaje mafanikio yanapatikana kwa jasho. Ndio. Kambini kuna soka. Tulijaribu tulipambana vya kutosha, lakini pia mafanikio yalipatikana kweli. Ila sio kwa wingi kama nilivyosema. Mimi nilianza soka bado mdogo sana. Ndio. Nilianza soka nikiwa bado mdogo, na hadi sasa hivi naendeleza kipaji changu, maana nina kipaji cha soka na hadi sasa hivi naendelea kuchapa. Okay. Pale kambini ya Nyarugusu katika kijiji cha area ya kwanza ulikuwa unacheza timu ya R1 Sport. R1 Sport ulicheza kwa misimu mingapi? Kwa idadi sidhani kama naweza nikawa na kumbukumbu zaidi, maana nimecheza misimu zaidi ya miwili. Zaidi ya miwili. Okay. Na mafanikio ambayo uliyapata, mliweza kuchukua ubingwa kwa misimu yote miwili au namna gani? Na mimi nimecheza zaidi ya misimu miwili. Umecheza zaidi ya misimu miwili. Okay. Idadi. Okay. Katika hiyo misimu miwili ni ubingwa umechukua mara ngapi? Ubingwa nimechukua mara moja. Mara moja. Ndio. Okay. Kwa hiyo na katika msimu ule uchukua ubingwa, ndio msimu ambao ulibuka mchezaji bora, si ndio? Ndio. Ulipewa zawadi gani pale? Nafikiri kuna trophy nilipewa pale ya kuonesha kwamba mimi ndo mchezaji bora ambaye nilionekana katika ligi ile ambayo tulikwenda kuchukua ubingwa. Okay. Ndio. Safi sana. Bwana, tukigeukia hapa upande wa kushoto hapa, mimi upande wa kulia namuona mshabiki wa K1 Mtetezi. Naona unajikumbatia. Ni baridi kali hapa ni? Baridi ndugu yangu, baridi ni kali sana. Kali sana. Huko ulikotoka sio baridi kama hivi? Hamna. Okay. Kule kwetu kingali sawa. Okay. Leo ndo mnakwenda kukipiga na timu ya R1 Sport.
katika historia sasa hivi, tukizungumzia historia pale kambini Nyarugusu, misimu zaidi ya 4 K1 Mtetezi mnapoteza zidi ya wapinzani wenu R1 Sport. Leo hii mnakwenda kujiandaa kupigana au kumenyana na timu ya R1 Sport. Kipi unachokizungumza kuelekea katika mchezo huo wa leo? Mimi naweza nikasema mpira wa leo ambao utachezwa leo utakuwa sawa. Ya wachezaji wajitume kwenye uwanja, lakini na imani kwamba leo tutatoka na matokeo mazuri ya zidi yenu nyinyi watu wa RN. Okay. So katika hiyo misimu 4, kwa sababu ukilinganisha si kawaida kabisa wapinzani wenu wa karibu kuwa na kuwa na win game zote hizi katika misimu yote 4 mfululizo, ni namna gani ambavyo unavyopokeaga matokeo ukiambiwa kwamba tena leo mmepoteza, unajisikiaga namna gani, na ni kitu gani ambacho unakazungumza na mashabiki wengine ambako walioko kambini, labda mnafeli wapi kwenye michezo yote 4 ambayo mmesha kupoteza hapa? Mimi naweza nikasema ni kosa wachezaji wajitume, ndio cha kwanza. Na cha pili, wasikate tamaa, maana kufungwa ni kawaida. Ijapokuwa mlitubatisha hiyo misimu 4 ambayo imepita hapo nyuma, lakini naamini kwamba yale yote ambayo yamepita ku Afrika, naamini tutamalizia hapa hivi. Tutamalizia leo. Ina maana katika game ya leo K1 Mtetezi anakwenda kuibuka na ushindi dhidi ya R1 Sport. Ndio tutaibuka na tutaibuka na ushindi leo. Kama goli ngapi hivi? Si chini ya 3. Si chini ya 3 kwa 0. Kwa 0. Okay. Umemsikiliza hapa mshabiki wa timu ya K1 Mtetezi akizungumza kwamba yale matokeo ambayo mlikuwa mnayapata kule kambini Nyarugusu wanakwenda kuyapoteza hapa nchini Marekani. Ukiwa kama mchezaji wa timu ya R1 Sport ambao unajiandaa kuingia uwanjani katika mchezo wa leo, unamwambiaje huyo mshabiki au mashabiki wa timu yako ya R1 Sport pamoja na mashabiki wa K1 Mtetezi ambao wanajigamba kwenda kuibuka na ushindi kwenye game ya leo? Naam, naamini ni mshabiki ndo ambaye anaongea. Mimi hapa ndo mchezaji ambaye nitakayewajibika na kazi hiyo. Okay. Mimi nisema kwamba kwa upande wangu, aidha kwa upande wa mashabiki wangu, nisema kwamba katika game ya leo tusubiri dakika 90 ndo ambazo zitakazoamua nani ambaye atakwenda kuibuka kwa mshindi, lakini mimi nina imani ya kwa mshindi, maana mimi sijawahi kufeli. Okay. Yaani tokea nianze kucheza mpira na nikikumbana na timu ya K1 Mtetezi sijawahi kufeli na sijawahi kuipoteza. Okay. Asante sana. Na wakati nilipokuwa njiani ya kuja hapa Louisville, Kentucky, nilipigiwa simu na baadhi ya wachezaji wa zamani wa timu ya R1 Sport, wengine wakilahumu kwamba hawakufahamu hiki ambacho kinachoendelea sasa hivi, au wengine hawajui kama kuna game kati ya R1 Sport hapa nchini Marekani na K1 Mtetezi. Pengine labda kama mchezaji, ni utaratibu gani ambao mlikuwa mnaufanya mpaka wengine hawafahamu kila ambacho kinachoendelea au kila ambacho kinakwenda kutokea hapa Louisville? Naam, kwanza mimi niseme samahani sana kwa wakubwa aiza wakongo wetu ambao wamekwenda kutukutania hapa Louisville, Kentucky, na ambao walikwenda kutupambania katika timu yetu R1. Nafikiri ni mazumuni yao mazuri, aidha kuona jinsi tunavyokwenda kupambana na kwenda kuibuka na ushindi. Nafikiri lawama zao zinatufaa na ni lazima kulaumika, maana ni sisi ndo ambao tunakwenda kuyaandaa na ni sisi walengwa ambao tunakwenda kuwajibika katika game hizo. Mimi niseme kwamba viongozi yawezekana walijisahau. Maana yeyote anayekuwa katika shambra za kuandaa vitu vingi lazima uaga na anaibiwa akili kidogo ya. Ndo maana unakuta ana mzigo mkubwa, anashindwa kuelewa kwamba kuna vitu vingine natakiwa ni vifanye. Okay. So niseme kwamba tuseme samahani kwa wakongo wetu ambao wamekwenda kututangulia hapa. Okay. Ndio. So umesema kwamba viongozi wamejisahau. Hii timu yenu ya R1 Sport hapa nchini Marekani ina viongozi kamili ambao wamekamilika? Naam, hapana. Ni uongozi gani ambao unawaongoza timu yenu ya R1 Sport hapa nchini Marekani? Mimi nafikiri tupo chini ya uongozi wa Mise ya Francis. Yuko Lewis, yuko GB. Ya nafikiri ni hao ndio viongozi wetu, wakina Chris Bill. Hao ndio viongozi wetu ambao wanakwenda kutusimamia. Wasimamie. Ndio.
Okay, maana nilipata comment kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao wanaiongoza timu ya R1 Sport pale kambini ya Nyarugusu wakiwa hapa nchini Marekani, wakilalamika kwamba hawakufahamishwa kwamba kuna utaratibu au kuna game ya leo kati yenu nyinyi na K1 Mtetezi. Sasa kama wanavyozungumza hivi, unawaambia kitu gani kuelekea katika mchezo huo, au unawashauri kitu gani, au unawaambia wategemee kitu gani kwenye game ya leo? Mimi ni watoe hofu na mashaka kwetu sisi, maana sisi ndo tutapambana na sisi ni wapambanaji wazuri. Maana kadri unavyozidi kutuamini ndivyo na sisi tutakwenda kujiamini kuwa tuna uwezo wa kushinda game kama leo. Niseme kwamba waendelee tu kutuombea kwa Mungu, kila kitu kitakuwa poa. Kila kitu kitakuwa poa. Matokeo yanatoka aidha yanamuliwa katika dakika 90 za maandamano. Okay, asante sana. Mshabiki wa K1 Mtetezi, umemsikiliza hapa mchezaji wa timu ya R1 Sport akizungumza kwamba wana matumaini ya kwamba katika mchezo leo wanakwenda kuibuka na ushindi. Na anapozungumza hivyo ni anaangalia na historia iliyopo hapo nyuma, namna ambavyo wanavyoibuka na ushindi katika michezo kadhaa ambayo tayari imeshapita hapo. Na umezungumza kwamba leo ndo mwisho wa hayo yote kutokea, na maana kwamba leo K1 Mtetezi mnakwenda kuibuka na ushindi. Ni kitu gani ambacho kinakupatia kiburi cha kusema hivyo, ili hali kwamba timu yenu pale kambini ya Nyarugusu mnapoteza kila mnapocheza na timu ya R1 Sport? Cha kwanza mimi naweza nikasema mimi ni mshabiki ndio kindakindai kwa K1 Mtetezi, na anavyoongea yeye ndio gisi anavyoona, lakini mimi kwa upande wangu gisi ninavyoona, mechi ya leo tutafunga mechi ya leo mtafunga. Nazo mnachezea kiasi gani cha fedha? Tunachezea $1,000. $1,000. Na maana kila timu inaweka 500. Naam, hapana. Kila timu $1,000. Na maana kiasi cha toto hapo ni zaidi ya $2,000. $2,000. Okay, kama mpenzi mtazamaji wa Tajiri wa Moyo TV au TWM Media, umewasikiliza hapa wachezaji wa timu R1 Sport pamoja na mashabiki hapa wakiwa Mtetezi wakijinadi kuelekea katika mchezo wa leo ambao unakwenda kupigwa majira saa 12 kuanzia hivi sasa, majira ya hapa Louisville, Kentucky. Ulikuwa nami Tajiri wa Moyo na hii ni TWM Media, kutana hapo baadaye katika mchezo huo